vinubi, kila mtu isujudie sanamu hiyo. Enzi za Mfalme Nebukadneza kwenye uwanda wa Dura alisimamisha sanamu, watu wote waisujudu. Zikisikika filimbi za ngoma na vinubi, kila mtu isujudie sanamu hiyo. Vijana watatu wa Yuda, Shadraka, Meshaki, Abednego, walipoambia mfalme, sisi hatutaisujudu hiyo sanamu uliyosimamisha. Mungu wetu atatuokoa, hata asipotuokoa hatutainama kusujudu. Watupwe katika tanuru. Vijana watatu kati ya moto wako salama. Mfalme akashangaa, kamtukuza Mungu wa mbinguni. Vijana watatu wa Yuda, Shadraka, Meshaki, Abednego, walipoambia mfalme, sisi hatutaisujudu hiyo sanamu uliyosimamisha. Mungu wetu atatuokoa, hata asipotuokoa hatutainama kusujudu. Mfalme atatoa amri, watupwe katika tanuru. Vijana watatu kati ya moto wako salama. Mfalme akashangaa, kamtukuza Mungu wa mbinguni. Jaribu kama hili linakuja, ni pambano la kiroho. Wanaomkiri Mwokozi, sanamu itasimamishwa. Wazishikao amri na imani ya Yesu Kristo, waitetee au waikane imani yao. Jaribu kama hili linakuja, ni pambano la kiroho. Wanaomkiri Mwokozi, sanamu itasimamishwa. Wazishikao amri na imani ya Yesu Kristo, waitetee au waikane imani yao. Vijana watatu wa Yuda, Shadraka, Meshaki, Abednego, walipoambia mfalme, sisi hatutaisujudu hiyo sanamu uliyosimamisha. Mungu wetu atatuokoa, hata asipotuokoa hatutainama kusujudu. Watupwe katika tanuru. Vijana watatu kati ya moto wako salama. Mfalme akashangaa, kamtukuza Mungu wa mbinguni. Vijana watatu wa Yuda, Shadraka, Meshaki, Abednego, walipoambia mfalme, sisi hatutaisujudu hiyo sanamu uliyosimamisha. Mungu wetu atatuokoa, hata asipotuokoa hatutainama kusujudu. Mfalme atatoa amri, watupwe katika tanuru. Vijana watatu kati ya moto wako
Vijana watatu wakamtukuza Mungu baada ya kufanyia yale ambayo waliokuwa wanaamini. Nikukufahamisha kwamba rasmi tunaanza kipindi cha Tera na Mkate siku hii ya 22 katika mwezi huu wa Agosti mwaka huu wa 2025. Wote vyanga ema sema kurwa segetikiga kio mwaka watu wana kuna Zakaria Machi wakwega na watolega igabuye mwaka njuti chuo chale kenya rukeria anda mago kenya rukenji gochi chuo chale kwanza na sabe mandora correct. These are our hosts this evening. Nege kunmie kiga unatoli korwega beraiga karo na baba go chanera bera chuo chagaiga egere tumanye kuigunaki chuo chaga ase obonge obugwanchini banene abana buba begete asenka yabo itkeriga no batebye ngekero tokora ebigutumwa kuyiga wechibobire 25 chobera gaiga betumumbe kigati na limubonsisi abana bwa banyene baga baba tukwani. Watoto wa Mungu amjambo nyote. Asante sana. Mfanye kazi naenda kufanikiwa. Amina. Mimi naitwa Roda Machini. Roda Getare Machini, msendi wa huyu hapa. Huyu mtoto wangu huyu. Yeye nilijua kitambo tunalala hapa. Hapa ndio kwangu. Thank you. Watu ya Mungu na wasalamu. Karibu. Hapa ni nyumbani kwenu. Unafurahisha sisi sana. Mungu awaeke. Atuongoze siku nyingi. Asante. Jina yangu naitwa Zakaria Machini. Hapa ndio kwangu. Thank you so much. That is to say that we've started our program this evening. All those who are watching us all the way from diaspora, this is the place to be. Welcome to Tera na Mkate this Friday evening. As we do this, we want to assure you that you'll be getting the best out of the best. Behind the cameras, Akurukwanere will spread Matundra na Nchinkuru kwa Mkate Enoch, one and only the best bread in town. Na wakati upande ule mwingine naitwa Kevin Ongeri, ndio nahakikisha kwamba picha zinakungojea vizuri katika runinga yako, na zaidi hapo Facebook yetu Gatembe TV, YouTube Gatembe TV, SMS. Leo nitatumika hii kwa sababu ya jumbe zenu 0712921187 0712921187. Tuandikie ujumbe wako mfupi agartanyare kugenda buna ere yetu. Kundi hawa ndugu zangu wametoka nchini Tanzania. Hao wanasema kwa ni kazi tu. Ndio sababu hii unasikia Kiswahili chao. Cha kutamania. Ndio sababu hii smile sasa ndio nasema aje smile kwa Kiswahili. Tabasamu. Najua hii sasa hii sound vizuri. Tabasamu. Kanuni ya Mkristo. Kanuni ya Mkristo? Tabasamu. Sikia hiyo sasa. Tabasamu. Kanuni ya Mkristo. Tabasamu. Kama sio Gatembe mngejua hii. Boss, hapa ndio tupo, tunaanza hivyo. Baba, unapotupo wimbo wa pili. Huyu uko tayari kama anaingia wimbo wa pili, tunaanza na hapo. Unapozuia tuamini tunapoomba. Mungu uliye juu, wakati umefika wa kukuinua wewe tu, wa kukumiminia sifa. Mungu tunaomba utusamehe dhambi, na zaidi yote Baba utubariki jioni hii. Tunapoingia sabato yako takatifu, ututakase tuwe takatifu jinsi sabato zako zilivyo takatifu na wewe ulivyo mtakatifu. Enda pamoja nasi. Jinue katika sisi, katika vipawa na talanta na muda, katika Kristo Yesu tumeomba kwa mimi. Amen. Kwa hiyo nataka asikegete tambe mwaka tateka kanasa bawe kanasa kwa tuturuma la kutebia makadongo.
yetu. Habari njema, Mungu ni pendo, kamtuma mwana pekee aliyetuletea wokovu, katuweka huru utumwani mwa dhambi. Nasi tunatangaza habari njema kwamba Yesu yuko aokoa walio kifungoni mwa dhambi, waje kwa Yesu wawekwe huru. Walio kifungoni mwa dhambi, waje kwa Yesu wawekwe huru. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Nguvu ya dhambi inatoweka, mdhambi anawekwa huru. Yesu anatawala maisha ya kale hupita, maisha huwa mapya. Mateka wa dhambi wawe huru. Injili ni uwezo wa Mungu unaoshinda nguvu za dhambi. Injili ni uwezo wa Mungu unaoshinda nguvu za dhambi. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya
ukombozi katika injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu waokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhambi. Wahubiri ni watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ajue hukumu ya nyumba ya Yakobo. Waonye waache maovu, warejee yeyote ashupazae shingo, wokovu utampita. Watu wangu wamesinzia, mwisho ukiwadia ghafla. Mlete kwenye mnara Sayuni, piga kelele waonye, piga kelele na usiache sauti ya ole isikike. Kila mtu anayesikia ajue hukumu ya nyumba ya Yakobo. Waonye waache maovu, warejee yeyote ashupazae shingo, wokovu utampita. Watu wangu wamesinzia, mwisho ukiwadia ghafla. Mlete kwenye mnara Sayuni, piga kelele waonye, ukimwona adui mlezi mnarani, ukaacha kuonya, hatia juu yako. Piga kelele matendo
kizazi kile kilivyoonywa, hawakumtii mjumbe wa Mungu, hata gharika ikaja. Maonyo ya Lutu kwa Sodoma, usiku kucha hawakujali, walikijaza kikombe chao, moto ukashuka kwao. Sikio la kufa kamwe haliwezi sikia dawa. Waonye ijapo ni wa dhambi, Mungu bado awapenda. Kumbuka kale siku za Nuhu, kizazi kile kilivyoonywa, hawakumtii mjumbe wa Mungu, hata gharika ikaja. Maonyo ya Lutu kwa Sodoma, usiku kucha hawakujali, walikijaza kikombe chao, moto ukashuka kwao. Sikio la kufa kamwe haliwezi sikia dawa. Waonye ijapo ni wa dhambi, Mungu bado awapenda. Ukimwona adui mlezi mnadhani, ukaacha kuonya, hatia juu yako. Piga kelele mateka, wadhambi watakutuka. Kama Ninawi wafanye toba, wasamehewe. Onya kwa sauti kuu, mwenye sikio apone. Ukimwona adui mlezi mnadhani, ukaacha kuonya, hatia juu yako. Piga kelele mateka, wadhambi watakutuka. Kama Ninawi wafanye toba, wasamehewe. Onya kwa sauti kuu, mwenye sikio apone. Hallelujah. Amen. Another one. Bwana nchi nzuri, maskani ya watakatifu, baada ya dhiki zetu, tukae huko milele. Alienda kuyaandaa makao huko, Kwani duniani si ya kwetu, kwetu ni mbinguni. Duniani ni majonzi, ni vilio, maasi, vita, mbinguni ni kuzuri. Lugha za wanadamu haziwezi kuelezea. Bwana nchi nzuri, maskani ya watakatifu, baada ya dhiki zetu, tukae huko milele. alienda kuyaandaa
kwa uso na Mungu. Kinyonge hakitapita malango ya nuru. Miji yote ya dunia itakoma na itapita. Watakatifu mjini humo wataishi milele. Hapana mji kati ya miji yote duniani wa kulinganishwa nao, mji wa Yerusalemu. Hakuna mfano duniani, Malango yake ni lulu, hakuna mfano duniani. Ndani yake hapana kifo, uso kwa uso na Mungu. Kinyonge hakitapita malango ya lulu. Miji yote ya dunia itakoma na itapita. Watakatifu mjini humo wataishi milele. Vipimo vya mji kimo chake, upana wake ni sawa. Mji wang'aa kwa utukufu wa Mungu. kiti cha enzi cha Mungu Baba. Tutafarijika kufutwa machozi naye Mungu. Watakatifu wa Mungu wataimba wimbo wa Musa nao wa Mwana-Kondoo. Milele na milele makaoni pa Mungu Baba. Vipimo vya mji kimo chake, upana wake ni sawa. Mji wang'aa kwa utukufu wa Mungu. Kiti cha enzi cha Mungu Baba. Tutafarijika kufutwa machozi naye Mungu. Watakatifu wa Mungu wataimba wimbo wa Musa nao wa Mwana-Kondoo. Milele na milele makaoni pa Mungu Baba. Hapana mji kati ya miji yote duniani wa kulinganishwa nao, mji wa Yerusalemu. Hakuna mfano duniani, Malango yake ni lulu, hakuna mfano duniani. Ndani yake hapana kifo, uso kwa uso na Mungu. Kinyonge hakitapita malango ya lulu. Miji yote ya dunia itakoma na itapita. Watakatifu mjini humo wataishi milele. Hapana mji kati ya miji yote duniani wa kulinganishwa nao, mji wa Yerusalemu. hakuna mfano duniani, Malango yake ni lulu, hakuna mfano duniani. Ndani yake hapana kifo, uso kwa uso na Mungu. Kinyonge hakitapita malango ya lulu. Miji yote ya dunia itakoma na itapita. Watakatifu mjini humo wataishi milele. Hapana mji kati ya miji yote duniani wa
Amen. Akufahamisha kama tunakuambia mwana wa muonzi asipo sana vukuta. Ndio leo. La siku ndio itatukuta mzalea. Tukumbuka mara mambo kuja mkubadilika. Mko kwa upi? Mara. Bado mko mara. Sawa, ndio tunakufahamisha. Anaandika Kiswahili kwa what? Anaandika Kiswahili kosi. Ameuza kapu. Kumbe tunasema shikamoo ndugu, tunajibu tukisema marhaba. Tunalo wote ni katika tunapoendelea kuyapata yapeperushe moja kwa moja kupitia kwa runinga yako ya Getembe na pia kupitia kwa mitandao yetu ya Facebook Getembe TV, YouTube Getembe TV. Bado ni moja kwa moja mpango wako mzima na mtu mzima tera na mkate tunapoingia. Wanapoimba hivyo nataka nikupe tu muhtasari wa kundi hili kisha tunaendelea. Nani yule ninamhoji? Ndio. Wakati wa pastor chukua chaka. Tako iko sawa. Meanwhile huyu iko vizuri. Sema wewe pastor chukua. Huyu ndio mwenyeji. Akisema tufunge tunafunga. Sawa. Nero district pastor kwa nsemega igo toko alibaga atwariganie au teitokole usinyokole chikambi na ya sole you have a chance. Eye no kunitu tubachikwa isano na ibere chinge. Gachikwa chire district iga pastor matabia gachire tuma tengana kimambirikani. Wacho mategari ndia mona singijiri baga na bariga ndia sentre ya bene asikambiriga ikambirige ko kuma Pikeri Camp Center ase district ya Ritibo is at second field ya South East Kenya field igagusi so bonsi abamo tegerete abamo ligerete na nekwa yetu karibu sana. Tunashukuru sana kwa sababu mmekuwa pamoja nasi katika juma nzima na tumekuwa pamoja na nyinyi na tumebarikiwa na mibaraka yote ya Mwenyezi Mungu tumepata. Kwa hivyo tuendelee tena hadi kesho wakati tutakapokuwa tumefika tamati. Asante na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Pastor John Oseko Raiti. Nyumbani ni hapa. Karibu. Amen. Thank you Pastor kwa sababu umetupa mwaliko rasmi na nikuuliza tuko na makundi mangapi kesho ya district hii? Sasa kesho katika siku ya kesho tutakuwa na makanisa tutakuwa na makanisa 7. Kwa hivyo tutakuwa na kwaya 7 ambazo zitakuwa zimejiunga pamoja na sisi hapa. Tuko na kanisa ya Common Green, tuko na kanisa ya Ensoko, tuko na kanisa ya Pikeri itself, tuko na kanisa ya Matabekania, tuko na kanisa ya Itibo, tuko na kanisa ya Masabo na kuna kanisa ingine inaitwa Mogonga Central. Kwa hivyo hizo kanisa zote na makwaya zake zote zitakuwa hapa inshallah. Ni kusema takriban makundi 21 ya district hii. Kwa tuna church choir, tuna wana ayo the youth na children department. Na hapo ayo 21 tukiongeza na yetu 7 mageni. Boss 28. The 28 fundamentals believes the Adventist Church. Thank you. Kwa sababu ya hilo pastor ukiwa unajiunga acha nimekubali nilete kiongozi huyu. Asante. Naitwa Mkate Enoch, mtayarishi na mwandalizi wa kipindi hiki. Ndio. Wewe unaitwa nani? Wewe ni nani katika kundi hili? Mimi naitwa Donald Andrea ambaye katika kundi hili mimi ni katibu wa kwaya. Yes. Kundi hili liko ngapi? Kundi hili tuko takriban watu 40 lakini kwa safari yetu tuko hapa watu 38. Kundi hili lilianza mwaka upi? Kundi hili lilianza takriban kama mwaka wa 2009 ikiwa inasogea kwa mwanzo wake mpaka sasa iko vizuri, inaendelea vizuri. Kwa mtazamaji wangu anaye kutazama hivi sasa. Ndio. Kundi hili ni ya kina nani? Wanatoka wapi? Kundi hili ndugu mheshimiwa, kundi hili linatokea kule Tanzania, mkoa wa Mara, wilaya ya Rorya, katika kanisa moja linaitwa kanisa la Ruang'enyi. Mtaa ni Nyancha. 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 Okay. Ndio. Na unapotupa picha. Ndio. Utupe picha tu
tupe tu taswira. Ndio. Taswira tu ambavyo hapa sasa. Ndio. Rongenyi kwa yule mtu ambaye hajui kabisa. Ndio. Tutoa hapa hivi, tuingishe kwa ndege yako, tufikishe hapo. Sawa. Hapa ukitaka kwenda Wang'enyi, ukitoka hapa unasafiri kwa gari, sababu maeneo ya huku sisi hatuna ndege, tunasafiri kwa gari, pikipiki, hata kwa mguu. Yes. Kwa hiyo ukitoka hapa unasafiri, unafika maeneo moja, ukifika pale Muhuru Bay, kutoka hapa Mgori unaingia Muhuru, unachanja kona, unaingia Tanzania. Kufikia Muhuru Bay tunatumika mtumbwi, meli, tunatumika vipi ama tunaenda bado gari inaweza pita? Bado gari inaendelea, hata ukitaka mtumbwi pia ipo mitumbwi nao, peleka watu paka unafika kule Tanzania, maeneo ya Rongenyi. Thank you so much. That is where we come from. Wako vile unavyosema. Kwa kasi ya kazi. Ndio. Nauliza hivi. Ndio. Watu au wanakwaya hawa 38 au 40. Ndio kundi lote zima ama kuna wengine ambapo tunapoangalia kundi letu tuko watu 60? Kwenye kundi letu tuko kwenye watu 42, lakini wengine walipatwa na changamoto mbalimbali kidogo waliofanya wakuweza kufika. Lakini tuko zaidi ya watu 40, tuko kwenye watu 42. Na katika kukutana kwenu mnapoandaa nyimbo hizi mpo nikija siku zenu za kukutana ni siku gani? Tunakutana siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi. Tofauti na siku ya Sabato ya ibada. Nikija siku ya Jumanne nitawapata wangapi? Ukija siku ya Jumanne, madam kwa kuwa tukutaniki kwa wote kwa pamoja, lakini asilimia kubwa utakuta kwenye watu 30 mpaka 29 hapo. 25. Siku yenye hawakuja kabisa wanakuwa ngapi? Ile like unasema tuombe tuende nyumbani. Kama wakufika kabisa. Kama wakufika kabisa unakuta kwamba ni maraje, lakini siku zote wanafika. Ile yenye sasa hawakuja. Unajua kuna ile siku sasa kama sisi kwetu hapa mtaani kunafika watu wanaenda Christmas. Naweza kufika hata 10 na. Then hapo inakuwa. Na wakati wako hivi sasa kama katibu, sababu ndio kuna siri za kundi. Ndio. Inapofika wakati huu wameanza kupungua. Ndio. Kwa sababu kuna siku za mavuno, siku za flowering, siku za maua na siku za matawi. Siku hii ambayo sasa watu hawapo, what do you do? Unafanya nini? Unakuta kwa kuwa asilimia kubwa ni watafutaji. Sasa unakuta wengine amepata na changamoto kidogo, pengine ameenda kwenye biashara, amechelewa kurudi. Hiyo nayo inafanya saa zingine wanachelewa kufika. Unafanya? Tutawawekea faili. Hakuna mtu kwa sababu ni kazi ya Mungu, tutawawekea faili. Kila mtu ajitolee. Kila mtu anakuja kwa kujitolea. Yes. Ndio. Tupe wale ambao watazamaji wetu wa Kenya ambao wako humu nchini na wale ambapo wako ughaibuni. Nimeona mmoja akisema Marube anasema mimi nipo. Ezna Marube anasema kongole ndugu yangu kwa sababu ya kuwaleta kundi hilo kutoka nchini Tanzania. Nasoma kwa jumbe kupitia kwa mtandao wetu wa YouTube. I'm watching live from Kisumu City. Ndio watu wa Kisumu City. Bora. Nasai bari. Seche duto. Nyasai bari. Ndio maana kiti. Hiyo ndio sema hivi. Dismas Ugidi, uli mwalimu wa mtoto wako. Sawa. Anasema hivi. I'm watching from border, Sirare. I salute my church members in Maharaga, New Life, the beloved son, Dylan Dismas. And then we anasema mapi ya Ubikeri doing great things, my big brother Nyagaka, and the church for the wonderful organization. Now nasema hivi. Mko kwa mitandao ya Facebook? Ndio. Mnaitwa Facebook? Naitwa Rongenyi SDA Choir. YouTube? Pia ipo. Pia Rongenyi SDA Choir. Sikimbia hapo. Fanya subscription. Fanya subscription. Hapo iko sawa. Na tunapoenda sasa nataka kuingia vizuri ndio tupige nyimbo naongea kidogo tukienda iko sasa. Sawa. Wimbo wenu wa kwanza. Nani anatupa sauti? Nani anatupanga sauti hapa? Nani anatupa sauti? Nani kiongozi wa nyimbo? Zarumiton. Huyu ndio wa kwanza. Huyu
sauti. Your best song yenye Timbi na Kinanda. Ndio, tupe sauti. Your best song. Wimbo ule mnapenda zaidi. Bila, tunaimba bila hiyo. Yoka hivi tupate sauti. Aha. Siku sita mbingu nchi na vijazavyo vilifanyika kwa neno toka kinywani mwake Bwana Mungu. Aliviumba nchi kavu, bahari, anga, nyota, milima, mabonde, ndege, wanyama, uoto mzuri, miti na majani. Akafanya viumbe wa baharini, kisha akamfanya mwanadamu katika sura na mfano wake. Siku sita mbingu nchi na vijazavyo vilifanyika kwa neno toka kinywani mwake Bwana Mungu. Aliviumba nchi kavu, bahari, anga, nyota, milima, mabonde, ndege, wanyama, uoto mzuri, miti na majani. Akafanya viumbe wa baharini, kisha akamfanya mwanadamu katika sura na mfano wake. Iliumbwa kwa uzuri, dunia yapendeza macho kuona, mito mizuri, milima, mabonde pia. Uso wa dunia wapendeza kuona. Wacha, kwani lazima mtuharibie kwamba hatujui kuimba? Lazima. Wangenyi hawa. Hiyo ni bila anything, hiyo ni practice. Brothers, did you hear that? Sikio? Ndio maana penda huyo sasa ndio vocalist tunaamini lakini sasa hapo umekuja mkia au hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Wangenyi Church Choir all the way from Tanzania, they are here today. They want to make your summer being to be the best. And then this evening on Tena na Mkate hapo ndio tuko. Wacha kwa sababu boss hiyo song inaitwa aje? Siku sita. Umeipata? Rusha hiyo. Siongei zaidi. Boss weka hapo kwanza. 0712921187 your text. Give me your text. 0712921187. Hiyo ni SMS. Gatembe TV, Facebook na pamoja na YouTube tuko hapo. Peace is Tena Mkate. Sisi tumedhani kakawia, Bwana atarejea na hili ni hakika, atatukuta vipi? Bwana akirejea mambo mawili, ukombozi kwa waliojisafisha, Uangamivu kwa watendao maovu, atatukuta wa jinsi gani? siku ya Bwana yaharakisha mno, japo sisi tumedhani kakawia. Bwana ata Kwa
Kum Yesu, kine matunga na Yesu bila. Waduto wanarumegi mozmadro, kwa wachoma elwadwa, kwa serito nikida, lobigi mwamni woro. Mondo oka ujoge, nijere kine kawanoni, tangono kokorumo, amalo waike karot Yesu bilo wadikode efolo, kwa wachoma elwadwa, waserito gikida, lobigi mwamni woro. Mondo oka ujoge, nijere kine kawanoni, tangono kokorumo, amalo waike karot Yesu bilo wadikode efolo. Nalaruto wanyawat mawato kawangiye polo, lalawa masika. Kifanide kifanya mkeshwaro, kwa wasichomo wakimurukila. Pende oktura wakiodala, mabe. Empina onge kuyo, tokatai wangro. Emma wadakeni kanokenarumo, okmasikinga. Dalawa moitwa molo, molo kanyasae. Kaingo bemadalo, yakana donje. Nalaruto wanyawat mawato kawangiye polo, lalawa masika. Kifanide kifanya mkeshwaro, kwa wasichomo wakimurukila. Pende oktura wakiodala, mabe. Empina onge kuyo, tokatai wangro. Emma wadakeni kanokenarumo, okmasikinga. Dalawa moitwa molo, molo kanyasae. Kaingo bemadalo, yakana donje. Nalaruto wanyawat mawato kawangiye polo, lalawa masika. Kifanide kifanya mkeshwaro, kwa wasichomo wakimurukila. Pende oktura wakiodala, mabe. Empina onge kuyo, tokatai wangro. Emma wadakeni kanokenarumo, okmasikinga. Dalawa moitwa molo, molo kanyasae. Kaingo bemadalo, yakana donje. Nalaruto wanyawat mawato kawangiye polo, lalawa masika. Kifanide kifanya mkeshwaro, kwa wasichomo wakimurukila. Pende oktura wakiodala, mabe. Empina onge kuyo, tokatai wangro. Emma wadakeni kanokenarumo, okmasikinga. Dalawa moitwa molo, molo kanyasae. Kaingo bemadalo,
amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Alita Yesu, njoo wanangu, tusemezane, ninawapenda. Alita Yesu, njoo wanangu, tusemezane, ninawapenda. Japo dhambi zikiwa ni nyekundu sawa sawa na bendera, anayetubu hakika atakuwa kama theluji. Japo dhambi zikiwa ni nyekundu sawa sawa na bendera, anayetubu hakika atakuwa kama theluji. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Mzigo gani ukulemea, uone nuru unafaraja. Mzigo gani ukulemea, uone nuru unafaraja. Usife moyo lipo tumaini, Yesu tabibu wa kweli. Amini na roho yako, njoo kwake akufariji. Usife moyo lipo tumaini, Yesu tabibu wa kweli. Amini na roho yako, njoo kwake akufariji. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake, yeteke nira yake uwe huru. Ukiwa umekata tamaa, kwake Yesu kuna tumaini. Yesu hapakui anapoita, mpe nafasi moyoni, upendo wake ni mwingi. Amini umesamewa, tulia miguuni pake,
kutoka nchini Tanzania wanatupeperusha. Wametuamulia lakini ni sawa. Tutaanza kuimba Kiingereza. Tutasema nini? Unajua Kiingereza? Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Amen ni nyingi. Tunasema amen. That is on a light note, wakati tunapoendelea kwamba kundi hili wako pamoja na sisi, tuko na wao hadi kesho saa 1 jioni. Ndio tutakuwa tunafanya hivi. So wale balimorange gaiga, wacha niruhusu niongee lugha. Balimore kiamu kama chironge nyacheki ekera Yesusu Masimba abantu bose bibakeroka abantu bakyumbu ibeno nyabisabo bis Nyangoso Nyamache Kiamukama. This is the place to be tomorrow. Owe kaila gamba tebi mwana kyowochi balimoko wa friends mwe osariga epari yuga oche borangi odire rogo oike bios zabu na bota na bowe kanoni gale tutalo lakini akorata paka bikere ekambi balimole nyacheki nzama ogotira ate abuna bantu amatu ogotira ogero orega somewhere abwana wekire onengebe omwe garo wekire bikere. And then balimwes bimole just that easy oto kobera gaiga chikwaye chiga tuwate Celestial Family Choir amoja alisoira nawo ndenga mukatu mutere nasi kwa tumata njumo Tanzania njumo Tanzania. Lakini thank you awadi wale ambao makundi yale wale watakuja kesho. Wananiambia Paul na Emily wa Stafford, thank you because you're watching us. And then naambia kwani hiyo kwa ilikuwa imeficha songs. Ulikuwa umeficha songs. Kesho ni kukimbishana tu hivi. Katakuwa kanaenda hivyo. And then Nazarene family, thank you because Nazarene ministers na nyinyi mtakuwa hapa kesho. Exodus all the way from Better Living be here. Pisga Harmony kuanzia Uria mtu kaenda kakienda tutakuwa hapa. Balimolenka nyago gocha saa 1 kwa nyoto turuke. Tugusika saa 12 na tugusika. Awatoka na Tirisa Omboka Tirisa all the way from Mathare North Nairobi, thank you because you're there. Jeraya Kirgo all the way from Manama Baharin, thank you because at Bonventure from Omosocho Nonde Megaiga Tycoon on theater from Keroka niko ndani. And then anajaribu kukimbisha chache zile jumbe ambazo zimeandikwa. Ninapoendelea na mahojiano kidogo katibu nataka kupitia tu jumbe chache fupi ambazo nilikuwa nipitie wakati tunapoendelea wote. Wale ambao mnatufuatia kupitia Adventist Music, thank you. Wale ama sasa na machumo, wale ambao mnatufuatilia pia tunashukuru kwa sababu you are following us all the way. Na bila tunavyoendelea tunahakikisha kwamba yote yako sawa na wote. Bedelia ni masomo yako, Tirisa ni masoma, Mamta, Crane, Virginia. Hii maneno mkate best bread in town. Kuruwega Ngumbu, that is United Arab Emirates to Nyamakoro to Asambasa Mbwa. Bonventure, thank you because what tukwa Joseph Mukaya Nyanchogu, and then incoming MCS in Simuoda, Emmanuel Mwaga. Katibu, ndio tuko katika mahojiano ya kundi hili. Tunataka kuwajua zaidi. Je, kundi hili wakati wale ambao wananong'onezana tunaona kwa TV. Ndio tunaonekana kwa TV. Ya nakaa itakuwa iko sawa. Na la pili ndio hawa watu hawa because ni watu si ng'ombe si watu binadamu. Hawa watu kuna changamoto zenye zina kwa wimbo wenyewe mkuu. Salute. Boss. Asiji mipi ama ni hivi? Mkubwa yote. Hivi. Okay. Mkubwa akasema. Mkubwa akasema hapa nati. Ndio. Salute kwa wao. Kujifunza kwenu kwa nyimbo. Kukoje? Uko vizuri. Mko mnapata changamoto kwa sababu nasikia sauti zenu
bila kinanda, bila kinanda na kinanda bado mnaimba sawa. Sawa sawa. Tupe siri. Makundi yote yanawatazama. Hata wamama wanaona kwa uniform. Tupe siri. Hizo sauti kuzitoa kwetu wanaita vocals. Ndio. Moja ya siri ni mazoezi. Mazoezi. Kwanza lazima uwe na mazoezi ya viungo. Kama wale wanaocheza mpira tunaona wanakuwa na mazoezi ya viungo, wanakimbia, wananyosha mwili. Pia mazoezi ya kutengeneza sauti iweze kukaa vizuri. Hizi sauti zote ni wewe na dada yangu ngana hujui. Ni nyinyi ndio mna Kiswahili kiniacha usiniache kwa. Iko vizuri. Kiswahili kiko vizuri. Twende. Ile kupolish. Ile kupiga sasa. Ndio. Ni nyinyi wawili tu mnashirikiana ama kuna kamati hapa? Sio wawili tu. Walimu tuko watatu. Yes. Lakini pia yupo ambaye tuliteua kama ambaye anapitia mazoezi, anawapitisha kwenye mazoezi ya viungo. Naye yupo. Yes. So yupo na mkimaliza nyinyi baada ya kupiga mazoezi nyinyi peke yenu. Kuna mtu ambaye mnapata msaada wake ambaye mnamlipa? Ni sisi tu tunapiga sisi wenyewe. Hivi ni nyinyi peke yenu? Ni sisi wenyewe. Nyinyi mna baraka, mkitoa zaka toa mara 20. Hii sio kawaida. Amina. Hii sio kawaida. Zaka mtoe mara 20 ndio tukiendelea. Mauzo. Tuingie sasa upande wa mauzo. Sawa sawa. Mko na albamu ngapi? Santuli ngapi? Tuko na santuli 4. Ni muonekano. Ya muonekano. Ya picha. Ya picha. Na ya sauti? Ya sauti ipo 2. Ziko ndio mingi ama? 2 ambazo hazijatoka picha. Ambazo hazijatoka picha. Okay. Ya kwanza mlipoitoa, mlifanya mauzo? Tulifanya mauzo lakini mafanikio yalikuwa madogo. Kwa sababu ilikuwa ni mwanzo. Ndio mwanzo. Ya pili tulipata kidogo kiasi. Ya tatu pia tumepata kiasi. Kulingana na mazingira ya mlipo. Naomba kwamba ikifika siku ya kuzindua mje hapa. Sawa. Mje hapa. Sawa. Mje. Nitakuwa wale watu wazito. Hawa. Ile unajua ndio yeye mtu wa pesa. Mmenaji wetu wa pili ni mtu wa pesa. Mtu wa pesa. Unajua pesa anaonekana. Mahali pesa itaki kelele. Pesa itaki kelele. Anaonekana. Tunapiga kelele ni sisi hatuna pesa. Sawa sawa. Watu wa pesa. So mkitaka kuzindua vizuri, sasa nyinyi tayarisheni hawa na wale ambao tuko kule kwingine. Tutaongea na daktari. Mtaongea na daktari. Daktari atakuwa mgeni wetu na atuletee wageni wengine. Sawa sawa. Changamoto za mauzo hayo uliyosema ni mandhari yenu ambapo mnapokaa ama ni mandhari maeneo tunapokaa. Uchechefu wa hela. Hela inapatikana kidogo. So tusilaumu yeyote. Hatuwezi tukalaumu. Kile ambacho Mungu ametupa hicho ndio tunataka. Ni mara ngapi mmekuja Kenya? Mara 2. Kwa mwaka huu lakini. Kwa mwaka huu tena. Kwa hapo nyuma tulikuwa kule Rabuao. Nuru pale, tukatoka pale tukaenda huko kwetu Msoma. Okay. Baada ya kutoka Msoma ndio sasa tumekuja huko. Upande wa mauzo kuna sehemu tunaita ya kidijitali. Sawa. Nani amesimamia dijitali hapo kwetu? Kwetu tulikuwa na mzee wa kanisa ndiye alikuwa anasimamia dijitali. Yeye ndio waga alikuwa na tengeneza mambo anarusha huko. Alikuwa mzee wa kanisa. Wakenya ambao wanao watazama sasa. Ndio. Sio Wakenya tu, tuko na wa Rwanda, tuko na Wajerumani, tuko na wale hata nchi za Marekani wanaofuatilia hivi sasa. Ongea na wao ukitaka sasa msaada, waambie. Ile ambao umelemewa kabisa mkisema sisi sauti tunazo. Ndio. Kuimba talanta tunazo. Ndio. Sasa nyinyi ndio mko na hela. Tupatane hapa katikati. Tuwapatie nyimbo na nyinyi mtupatie hela. Ongea na wao. Sawa. Asante sana ndugu kiongozi. Kulingana na yale ambayo yanaendelea, ndugu mtangazaji, kweli kwa yetu tunayo mapungufu kulingana na changamoto 1 2 3 kutokana na maeneo tunamoishi. Kazi hii ya uimbaji ni kazi ngumu, lakini ni kazi ya Mungu. Tunakuwa na mapungufu hasa tunapotaka kusafiri kwenda mahala,
sababu ya upungufu wa hela. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watazamaji wetu wanaotuangalia kupitia TV Getembe waweze kutusaidia kwa namna ambavyo wanaweza wakatusaidia, ili angalau tunapotoa nyimbo na wao watubariki tupate namna ya kusogea mbele. Ndio. Kwetu tunaita M-Pesa. Ndio. Sasa tuanze kiunganishi. Ndio. Sio? 255 endelea. Namba ya Airtel. Hapa ndio tunapata pesa sasa. Namba ya Airtel Money. Nyinyi mnapatiana Airtel Money. Sawa, Airtel Money. Airtel pesa kuna namba hata yake. Ama uko bado. Okay, ndio. Namba ya Airtel Money ni 0789 82. Nasikia. Au inji mabaya. Ndio achilia. Ongea kama mtu mjaluo mwenye kuna pesa. Mwenye anauga kwa nyumba. Sio mtu anauga hapo kwa nje. Boss. 07. 7 07 8 9 endelea. Yeah. Yes. Andaya tu kwa Kiswahili. Sawa. 0 7 watanipata tu. 0 7 8 9 8 2 3 0 9 6. Turudie sasa. Twende. 0 7 8 9 8 2 3 0 9 6. Hapo sasa katuma kakitu. Ni ya Airtel Money. Tuingie Safaricom M-Pesa. Safaricom hiyo ndio sijui kwa nini Vodacom. Hamna hiyo vitu. Huyu ndio ako naye. Huyu. Kwenye Voda. Ya Voda. 07 Hizi unajua. 07 21 150 588. Wacha. Kwani hakuna pesa? Mjaluo gani mwenye ana pesa? Kuambia jina. 07 21 150 12 66. Hii imekuwa mingi. No. Hii imekuwa mingi. No. 150 ama 50. Ulisema 150. Sorry. Thank you. If you want to kuwasaidia 0721 50 and then 0721 50 yeah, katikati. Rudia. Hii ndio niwaambia tutawapata kwa Kizungu. Hapo ndio vizuri. Mlikuwa mnatuambia vizuri, hapo ndio nimewapata. 0721 07 21 150 66 5. Thank you. Mepata hiyo bila tunavyoendelea. Now, chukua hii sasa ni wewe. Wimbo ambao nyinyi mmeimba mkajifunza na tena mkikuja Jumanne ijayo kila mtu amesahau. Ni wimbo upi? Haijatokea. Na pia nawashukuru sana waimbaji wetu. Na pia tunamshukuru Mungu. Kwa kweli waimbaji wetu wanajitahidi kwa uwezo wa Mungu. Yaani ukiwafundisha wanafundika. Kuna mahali nimeacha. Kuna wimbo kila kundi. Like unawafunza leo tuseme aya ya kwanza. Tukaimba siku 6 tukama tumeshika. Ilikuwa changamoto. Lakini ikifika tena Jumanne kila mtu amesahau. Kuna huo wimbo. Kila kwaya, kila kundi dunia mzima kuna huo wimbo ni upi? Kwa kweli kwetu haijatokea. Amenidanganya. Kuna wimbo mmoja
ukafunza huyu, ukafunza hao watatu wakashika. Ukienda kufunza hao wamesahau. Ni wimbo upi? Manoa. Hapana, iko hivi. Inatokea kuna wakati unaweza kufundishwa lakini wasiupende. Wao wanajifanya tu kama vile tumeusahau, kama huo Manoa wanaosema hawapendi. Ni kupenda wapendi. Ni wimbo upi uliwafunza na baada ya dakika chache kila mtu anaimba? Zote hizo wanazoimba. Kuna moja yenye ukishika hivi kama ni ile ya Kidhuluo. Ni gani? Tumeimba. Asepedo. Nana. Kutoka hapo tunaingia Daudi. Hiyo ni ya beat. Ya beat. Tunakuwa tumekaa. Ni ya beat, yani hatujaitoa kwenye record. Iko beat. Beat iko. Tunakapiga sasa hivi. Tuweke hiyo beat. Nani anajua hiyo kitu? Tuweke hiyo beat tunakapiga. Sasa tusonge hivi kwa sababu tunatumika microphone mbili. Wengine. Unaanza kuhisi baridi. Sawa, tukuje hivi. Sauti ya kwanza mmoja hivi. Tunaweka tutatumika hii mic. Nyingine tukiingia. Weka beat tukapige. Sisi ndio tuko hapa. Jawari cai luang gina. Asebe. Mapo Romera. Iwe yake. Kenya
Amen. Amen. Hii nayo ni smart. Sasa tukae vizuri tupige kombeo. Daudi, If you wanted to know, there is no choir. Mali mjaluo wako. Hawezi kosa kuimba song ya Daudi because that is their generation song. Watu nani wanarushanga mawe Kenya? Sio Jaluo. Nini Daudi ni sio hiyo. Hiyo ndio generation yao. Twende hivyo tunapiga hiyo katika kiana vizuri. This is one of the best. Hiyo ni milioni nimesema. Ama Mungu amefanya. Daudi. Hii inakuja sasa tuimbe. And then 0712921187 Katemba TV. Popote ulipo tunaendelea tena na mkate siku hii ninapoalika kwa sababu ya kesho. Kuanzia saa 12 asubuhi. Aigege tiga ndio kama nyete. Acha mimi kaibe. Hiyo nakuja wakati ile. Aliruhusa. Hapo ndo nakuja. Israeli wakosa amani. Jitu la kutisha Goliathi Filistini tishio kwao. Daudi kazaliwa kwa makusudi kukomboa Israeli. Kama kawaida yake Goliathi akatokea tayari kwa vita. Kijana mdogo Daudi wa Yese na kombeo mkononi mwake. Uso Goliathi akifoka, huyu si kitu kwangu. Miaka mingi sana wana Israeli wakosa amani. Jitu la kutisha Goliathi Filistini tishio kwao. Daudi kazaliwa kwa makusudi kukomboa Israeli. Kama kawaida yake Goliathi akatokea tayari kwa vita. Kijana mdogo Daudi wa Yese na kombeo mkononi mwake. Uso Goliathi akifoka, huyu si kitu kwangu. Kijana Daudi na kombeo mkononi kamwambia Goliathi, wewe wanijia basi na habari mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe akatupa. Kwa jiwe moja Goliathi Filisti akauawa. Kijana Daudi na kombeo mkononi kamwambia Goliathi, wewe wanijia basi na habari mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe akatupa. Kwa jiwe moja Goliathi Filisti akauawa. Ijapokutisha mtegemee Mungu. Vipindi hupita, jaribu hudumu, huoni msaada. Bwana ameliona sumbuko lako, ukombozi wako waja. Usiogope dhoruba mbele yako, muite Mungu hofu huyeyuka. Yanayokutisha mfano wa Goliathi kutoweka kwa nguvu za Mungu. Uwe jasiri mfano wa Daudi, Mungu wetu aweza. Milima ya hofu
yanapokutisha mtegemee Mungu. Vipindi hupita, jaribu hudumu, huoni msaada. Bwana ameliona sumbuko lako, ukombozi wako waja. Usiogope dhoruba mbele yako, mwite Mungu kwa kuyeyuka. Yanayokutisha mfano wa Goliati, utaweka kwa nguvu za Mungu. Uwe jasiri mfano wa Daudi, Mungu wetu aweza. Kijana Daudi na kombeo mkononi, kamwambia Goliati, wewe wanijia kwa silaha bali mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo, kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu, uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe, akatupa kwa jiwe moja Goliati Mfilisti akauawa. Kijana Daudi na kombeo mkononi, kamwambia Goliati, wewe wanijia kwa silaha bali mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo, kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu, uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe, akatupa kwa jiwe moja Goliati Mfilisti akauawa. Kijana Daudi na kombeo mkononi, kamwambia Goliati, wewe wanijia kwa silaha bali mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo, kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu, uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe, akatupa kwa jiwe moja Goliati Mfilisti akauawa. Kijana Daudi na kombeo mkononi, kamwambia Goliati, wewe wanijia kwa silaha bali mimi kwa jina la Yehova. Sikia leo, kwa kuwa wewe wamtukana Bwana wa majeshi. Mungu amekutia mikononi mwangu, uangamizwe. Akazungusha kombeo lake jiwe, akatupa kwa jiwe moja Goliati Mfilisti akauawa. Zitakuwa ni za hatari, hofu ya vita na maradhi na umwagaji damu. Twashuhudia janga la kuogofya, korona ya mali za watu. Ni kwa sababu ya anaendelea dunia kwa maasi yake. Watu wanazimia mioyo, Mungu tunusuru. Siku za mwisho zitakuwa ni za hatari, hofu ya vita na maradhi na
twashuhudia janga la kuogofya, korona ya maliza watu. Ni kwa sababu laana imeila dunia kwa maasi yake, watu wanazimia mioyo. Mungu tunusuru, hatujui kesho itakuwaje. Tuinue macho yetu juu, lipo tumaini pa Mungu kwa wamngojao. Dunia kuisha ni hakika, Mwokozi kurudi ni hakika. Wakati huu tukiwa hai au tuwe tumekwisha lala, korona ijapotisha, tunakimbilia imara. Kristo yuaja tena, atupeleke mbinguni. Hatujui kesho itakuwaje, tuinue macho yetu juu, lipo tumaini kwa Mungu kwa wamngojao. Dunia kuisha ni hakika, Mwokozi kurudi ni hakika. Wakati huo tukiwa hai au tuwe tumekwisha lala, korona ijapotisha, tunakimbilia imara. Kristo yuaja tena, atupeleke mbinguni. Uni mwanzo wa uchungu, mataifa yakishangaa, dunia inawaya waya, kesho itakuwaje? Ukimwi, Ebola na sasa korona, usalama wetu uko wapi? Kimbilio pekee ni katika Kristo, tukiwa hai ama tulale. Vyote hivi ni dalili kwamba Kristo anakuja. Huu ni mwanzo wa utungu, mataifa yakishangaa, dunia inawaya waya, kesho itakuwaje? Ukimwi, Ebola na sasa korona, usalama wetu uko wapi? Kimbilio pekee ni katika Kristo, tukiwa hai ama tulale. Vyote hivi ni dalili kwamba Kristo anakuja. Hatujui kesho itakuwaje, tuinue macho yetu juu, lipo tumaini pa Mungu kwa wamngojao. Dunia kuisha ni hakika, Mwokozi kurudi ni hakika. Wakati huo tukiwa hai au tuwe tumekwisha lala, korona ijapotisha, tunakimbilia imara. Kristo yuaja tena, atupeleke mbinguni. Hatujui kesho itakuwaje, tuinue macho yetu juu, lipo tumaini kwa Mungu kwa wamngojao. Dunia kuisha ni hakika, Mwokozi kurudi ni hakika. Wakati huo tukiwa hai au tuwe tumekwisha lala, korona ijapotisha, tunakimbilia imara. Kristo yuaja tena, atupeleke mbinguni. Hatujui kesho itakuwaje, tuinue macho yetu juu, lipo tumaini kwa Mungu kwa wamngojao. Dunia kuisha ni hakika, Mwokozi kurudi ni hakika. Wakati huo tukiwa hai au tuwe tumekwisha lala, korona
kujapotisha, tunakimbilia imara. Kristo yuwaja tena, atupeleke mbinguni. Wangeni yawa. But you finish as this. Wakenya tafadhali. Sasa tufanye nini? Tawaimia moja yenye hata ndio. Nyasaye bari. Yes. Now I want to say this. Nataka kusema hivi. Mbinguni ni hakika. Baada ya kufanya nini? Ndio. Baada ya kufanya yaliyo mema hapa duniani, hakika tutaenda mbinguni. Hata ije corona, hata ije ukimwi, mbinguni tunaenda. Amen. That is a special request from Rogers Nyanete, our second speaker, and then bila tunaendelea. Mimi hata sitaki kusema. Sasa wacha nifanye hivi very fast. Katibu. Tunapigwa baridi nafikiri hapa lazima ipige. Kwa wale ndugu ambao wanatutaka sisi. Wawe wa Kenya, wawe wa Waganda, wawe wa Tanzania, wawe wa Somali, wawe wale wako nchini Marekani, wanawataka. Wanahitaji nini ili kuwapata kwa sababu ya huduma kama hii? Kikubwa ni mawasiliano. Tutawasiliana aje na nyinyi sasa? Yaani kwa namna tu ya kutoa maelekezo ya namba zetu ndio sasa ndio inayopatikana. Kwa mawasiliano zaidi kwa hii na kiongozi ambayo inasafiri nayo kila sehemu inapoenda. Na mpaka sasa ndugu mtangazaji, huyo kiongozi ameshafika. Sasa kwa TV yenu hapa nitamuita na yeye anzia hapa. Watu waweze kumuona, wamjue na pia kwa mawasiliano tawapa namba ya mawasiliano. Alafu sasa watakuwa wanawasiliana. Anapokuja ndio kiongozi wao anapokuja, nataka kusema hivi. Mwenyekiti karibu. Mwenyekiti ndio anapokuja ndio tuseme hivi. Mko tayari kwenda kote duniani? Sana. Mko tayari? Sana. Nani hata tukimaliza kesho tunaweza enda kwingine. Huo ndio wito wetu. Wewe mwenye anatutaka atafute nauli. Sawa. Yeye atafute nauli. Sisi tulete ujumbe. Kwanza hiyo nimesikia yake na yangu. Sawa. Kesho mnaendelea, tunaenda kupigana sasa, wale vigogo tunaenda kupigana huko. Ni wimbo upi mtaimba? Sawa. Wakati wa saa 4. Kila wakati ipo. Sio hata itatuliza dunia, sio hapa. Dunia itatulia. Ipo nyimbo bado umetunza ya kesho. Hata kiza. Shikamoo. Sina. Shukuru. Mungu mzima. Mungu apewe sifa. Siku zote. Fanya kazi njema. Amen. Mungu akubariki. Nawe pia. Wananiita mkate. Mimi ndio mwandalizi wa kipindi hiki. Wanakuita Naitwa Mzee Masidoki. Felista. Watokea Tanzania. Ndugu wetu wa Tanzania, mama yetu wa Tanzania. Kundi hili hawajakupa sababu tunajua hatutishi. Lakini lazima penye mengi pana mengi. Okay. Nige swali bali mtali kwa ngomwe wandi na tuka. Wewe nani niwaambie waliwakorogea sasa ndio wajue vile nataka. Katika haya mengi ni lipi unalijivunia na kundi hili? Kundi hili najivunia kwa sababu nikiwaambia hivi leo tunavaa na viatu vyeupe. Ni viatu vyeupe tu. Wanatii. Nikisema kesho, kwa mfano kama kesho utaona. Nikisema ni suti nyeusi na viatu kadhaa. Ni hivyo, hakuna kubadilisha.
Utaki kaa chini, sema amina. Hiyo waimbe uwashangilie. Mama tafadhali, nataka hivi wakuone vizuri unavyosema. Nataka wasikie. Makundi ya Kenya sikizeni vile anavyosema huko. Kundi hili. Wanajali. Wanajua wanayemtumikia. Nikisema hivi, kwa mfano leo Jo, hebu waangalie miguuni. Wote. Waangalie. Waangalie. Ni white. Nyeupe. Wanaashiria hapa. Okay. Wanaashiria hapa. Wanakaa ndani ya sala. Rasmi. Rasmi. Kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Kwa sababu hata Mungu wetu. Na kama utaki kaa. Amina. Kaa pale wape wenzia amina. Na wanapenda kuimba. Hakuna anayetaka Rogers. Rengwede. Morumbwa. Kayaji wa uchi. Na doctor. Rengwede rajwa tano. Kayaji. Hiyo ni wakati hawa ni miongoni mwa viongozi wale ambao wanakutana na makundi mengi zaidi. Wakipata wito hawababaiki, wanakubali kwenda. Tuende. Kwaya hii inaitwa kwaya ya kiinjilisti. Wanafanya uinjilisti. Ni wainjilisti wazuri. Yes. Na bahati nzuri tulionayo, binti sana sana ni mmoja tu. Wote ni Mr. and Mrs. Wanatafuta tu namna ya kuacha familia nyumbani. Twende kazi. Twende kazi. Wacha tuache binti Kenya. Binti ya kwa? Kuja. Binti uko wapi? Kuja. Mtoto wako anajivunia. Ya hapa sasa wewe. Takake. Sibia naogopa baridi. Shida gani? Hapa tu ni hapa tu ni msimu. Ni msimu. Ni msimu tu. Majira tu yatabadilika. Kuanzia kesho utaona tu vile yalivyo. Sasa si mtu wazee. Acha nikoro. Hapa kaka. Hapa nini? Naitwa nani? Nakiriza kuma mataria kaingu simonda mutweti ngose kubwali kuchanga. Aja mimi anajua ni manager sasa. Unaona hiyo kuja ni rahisi. Manager ni rahisi kuja. Sasa naongea wazee wakuje waongee na wazee wengine hapa ndio watujue vile tunakuja na harusi. Sinaongea na wazee kwanza. Wazazi wakiwa hapa. Utabaki ikiwa majira tabadilika. Mami yuko hapa, mama yuko hapa, baba yuko. Sayampo majali wa ya Mungu. Amen. Hiyo sauti ni nzuri. Nenda huko tu. Thank you. Wengine watu wako sawa. Sasa hawa wengine ambao tunasema na siku hiyo ambao unasema najivunia kitu imewahi siku moja ni na hata hivyo hata kukera bado uliibuka tu na ukawa mshindi. Kitu kinachonikera wanakuwa tunapenda tukishafika sehemu kama hapa. Sasa kuona mtu anatoka nje anaongea na simu anaenda anarudi tukifika ni injili mpaka tumalize tukiwa muda huo tufanye. Hata kwenda haja ndogo ananiaga si atomoke. Sheria ni sheria. Na ndio iliyofanya tumefika. Sasa ikiwa tunawataka wale ambao tuko hapo, wale wako Nairobi, wale wako Mombasa, popote tu duniani tunawapata kupitia kwa nambari ya simu. 0784 mama tunaenda pole. Unajua Wajaluo sisi ni watu wa pesa. Pesa utasi. Pole. Pesa makaratasi. Na sisi hatupatieni pesa. Sisi tuna transact. Unajua? Sisi hatupatieni pesa, sisi tuna transact. 07 endelea 07 yako 07 84 33 51 60 0784 33 and then 5160. Tawapata ikiwa unataka. Kuna huyu wa mawasiliano. Mimi ni mwenyekiti na mawasiliano. Mawasiliano tokea hapa mbele.
Mawasiliano. Karibu. Huyu ndo mawasiliano. Yes. Hiyo ni ya mwenyekiti ya mawasiliano sasa. 06 06 88 88 41. Tulianza na 06. 0688 41 41 42 42 78. Rudia. 0688 41 41 42 42 78. Ndio utatupata katika njia hiyo. Nimeomba, nilikuwa nimewafahamisha mbeleni, siku atakayotaka kuzidua mtakuja huko. Baba yetu hapa, daktari njoo. And then madam sijua kwa wapi. Huyu atakuwa mgeni. Na mimi nitakuwa mfawidhi, mimi nitakuwa MC hiyo siku. Huyu atakuwa mgeni wetu na tutaisha wageni wengine. We've agreed they are launching their music here. Hapa. Kama ni hapa, kama ni Kisii Town, hata ikiwa ni Nairobi. Popote. Tutakuwa hapo, ndio tutakuwa mgeni, mimi nitakuwa MC. And then tukusanye pesa waende kuongeza sare zao na project yenye wako nayo yenye watakuwa wamejiandaa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yes. Huyu ndiye chanzo cha hawa kufika hapa. Huyu ndiye the oasis. Huyu ndiye mfereji kabisa wa hawa kufika hapa. Mungu akubariki. Mungu akubariki familia yako. Amen. Amen. My daughter, come. My girl, come. You. Kuja watoto wangu. Yes, mkuja. You agreed. Kuja hapa ndio tuseme hawa tutaongeleshana. Sikivi leo tutaongea Kizungu, Praise the Lord. Amen. Virtuous. Yes. Yes. Hi. Hiyo ni Kizungu amesema baba Marisa. Kama gani? My name is Knowledge. What's your name? Knowledge. Knowledge who? Gagaka. What's my name? Kate. Well, what do you say to our guests? Thank you for coming. Sasa ongea kwa Kiswahili. Asante kwa kukuja. Mwambie kwa Kiswahili. Asante kukuja. Asante kukuja. Thank you my girl, thank you my daughter. Ndio tunaendelea sasa. Bwana mkae. First lady, wewe ndio ungekataa hawangekuja. Tunashukuru. Acha tuone vile familia wanaongeanga wakiwa pale. Family life hiyo ilikuwa kwa family life, angalia hii. Okay. Hamjambo lakini. Hamjambo tena. Haya. Mimi na huyu kipenzi changu. Nani? Tulikubaliana. Hallelujah. Amen. Kufanya kazi ya Mungu mpaka siku ile atarudi. Hatutasita kamwe kufanya nini? Kazi ya Mungu mpaka ile wakati Mungu atarudi. Amen. Ndiposa tukaoneleaje? Tukawaalika wageni Amen. wafike Kenya ili wakaweze kutangazia Injili. Tuliwaalika tukiwa kitu gani? Kitu kimoja. Wakuje wapi? Wakuje kwetu Kenya. Wapi azwa? Hapa Bikeri. Bikeri wapi? Center.
Bikeli Center. Angesema Bikeli kwake. Si ndio? Si hapa ni kwake? Ya. Mumekaribishwa tena. Amina. Na nimesikia nikialikwa na mwenzangu ambaye ndio the main actor in this. The main what? Unajua the main actor ni nini? Sema the main actor. The main actor. Basi ndio huyo Enoch ambaye ni mhusika mkuu kwa kipindi ambayo tunaendelea sasa hizi cha nini? Tera na mkate. Cha Tera na Mkate. Nao katika Tera na Mkate jioni hii, kama sio yeye, akingekuwa kipindi cha maana kamwe, akingefanikiwa kamwe. Lakini sasa hii kimefanikishwa na TV yetu ya Getembe TV, ambayo tunashukuru wao zaidi, na Mungu afanye nini? Awabariki. Na nyinyi wanarangeni, mnaonekana ulimwengu wote. Nimeona wengine kutoka Mombasa wananiambia tumewaona hapo. Kutoka Kisumu ndi hao wanasema tumewaona hapo. Kutoka Kiambu hapo wamesema tuko na nyinyi na tunafurahia. Kutoka Nairobi Starehe nimeona wakisema hivyo. Kutoka Nairobi Utawala nimeona wakisema vile. Si mmeonekana mbali jamani. Tangazeni neno la Mungu. Siku za maisha yenu yote. Amen. Ukitubutu kwenda kando, Mungu atafurahia na wewe. Niliwaambia, sijui ni nyinyi niliambia ama ni wengine, kwamba when you are stuck, wakati umekwama, when you are done what? You are stuck. Lakini wakati umekwama, ukikwama tu, nini natendeka? Mungu wako hapo. Ukikwama Mungu wako wapi? Hapo. Ukikwama kumbuka nani? Mungu wako hapo. Mimi wakati nakwama napata Mungu wako hapo. Na nyinyi Mungu wako na nyinyi. Katika maisha hii yenu yote, huenda ikawa Mungu na machangamoto. Kila mtu wako na changamoto, lakini niwaambie ya maana, Mungu wako na nyinyi. Na Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Amen. Na ingine, kuna mtu mmoja anaitwa Jabez. Mnamjua? Jabez. Mnajua Jabez? Hapana. Soma kitabu cha Jabez. Kwa Kiswahili ni Jabez. Mnamjua? Hebu soma Chronicles. Then what? Mnajua hiyo? Nataka kuambia kitu. Na ukisika hicho, maisha yako itabadilika. Imebadilisha yangu na imebadilisha ya wengine. Huyu Jabez ambaye anaitwa Jabez. First Chronicles. Nasema hivi katika lugha ya Kiswahili, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungeni, nataka uende kwa utaratibu. Kwa utaratibu wangu. Na huyu nani? Yabesi akasema nini? Akamlingana Mungu wa Israeli akisema, yes, akaongeleza Mungu wa Israeli akasema nini? Lao kwamba ungenibarikia kweli. Alimwambia unibarikie kweli. Na
na kuzidishia hozi yangu, na uzidishie mimi uzi wangu. Uzi ni nini? Unizidishie kwa mipaka yangu. Unajua mipaka? Mipaka. Uwa. Una uwa wangu. Uwa wangu. Unizidishie. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Sasa wacha niwaambie asi hapo. Akaambia Mungu wake amubariki. Afanye nini? Amubariki zaidi. Amubariki nini? Zaidi. Unajua sisi wenyewe wakati tunaomba hatumwambii Mungu kikamilifu. Lakini ukiambia Mungu wako kwa ukamilifu, Mungu, mimi nakuomba unibariki na unibariki zaidi. Hao meno basi ni wakati wetu tunaomba Mungu, tunamwambia utubariki zaidi. Hiyo ni ombi tu aliomba. Unibariki zaidi. Nataka mfanye hii ombi ikuwe yenu. Wana wagenyi na wana wabige pekeni. Ikuwe ombi lenu. Now, Mungu akasema aje? Akasema ungekuwa pamoja nami na ungenilinda na uovu. Alisema mkono wake ikuwe wapi? Hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Akasema mkono wake ikuwe juu ya nini? Juu yake. Unajua Jabez huyu alikuwa mwerevu sana. Alijua akibarikiwa, halafu shamba lake liongezeke, pesa zake zikuwe mingi, mambo yake mengine yakuwe na kiasi, Shetani atafanya nini? Atakuja kwake. Ndiposa akasema mkono wako ukuwe juu yangu. Mkono wake ukuje juu yangu. Mkono ya nani? Mkono wa Mungu ukuwe juu yake. Nataka muende mtunge nyimbo za hiyo. Ya hii tunasema hapa. Siku moja tutaimba hiyo wimbo. Alafu akasema ili usiwe kwa huzuni yangu, ili usikue kwa huzuni wangu. Naye Mungu akamjalia aliyoyaomba. Unaona hapo? Alijua Shetani atakuja kumuumiza. Ndio akamwambia mkono ikuwe juu yake na atembee pamoja na nani? Na yeye. Na Mungu akafanya nini? Na Mungu naye akambariki na akamzidishia. Let me tell you. Hata niwaambie jioni ya leo. Ukifanya hivyo, Mungu atatenda nini? Atakubarikia zaidi. Si Mungu awabariki. Hiyo ndio maombi yangu jioni njema. Amen. Thank you. Tunapoingia kumaliza, nataka kusema hivyo wakati tunaimba nyimbo zile mbili za mwisho. Alieta Asmila Hamik na family wote wako ndani, Edwin Mwenge kutoka Kiserian, Duncan Ombati Onchiri Intanchigoma, Elimwacha alivyo yuko, John Raiti, yes, with the best bride in town, Nancy Kemunto kutoka Bonchari, and then na wengine ambao wapo. Ningetaka tuendelee, lakini nataka kusema hivi kati mnapokaa before mwende, nataka msimame hivi. Sasa mimi ndio naongea. Ni kwamba tunapoomba, wewe uliye nyumbani, wewe ambao unayetupata, kuna wakati wa kung'ang'ania mibaraka. Alivyosema mama yetu ni kwamba hawa wanapoitwa, wito unapokuja, wanasasa yote, wanayaacha yote na kuja kumhudumia Mungu. Kaka yetu ambaye ni baba yetu na ndugu yetu na mwana wetu na baba yake huku waliacha yote. Nashukuru kwa sababu uhusiano wangu na yeye umekuwa mzuri na utazidi kuwa. Walivyo Nyaneti na miongozi wale ambao tuko na wao. Kundi hili na yale makundi mengine matano yatakao kufika huko hivi. That kama tavinga all the coins au wote vile imekuwa. Si bibi ni pesa mfuko wake. Na hata wazee wa kanisa wanajua tu makundi yanakuja. Mungu akubariki. Na mimi si mdogo kwamba siwezi kubariki, siwezi kosa kukubariki. Mimi sio mimi ubariki, ni Mungu anabariki. Mimi natoa dua langu, yeye usikia. Na naomba tunapoanza mwaka mwingine kuanzia siku ya Jumapili,
yale yote uliyopata, uliyoyatoa yaongezeke maradufu. Naongea tu mbele ya umati wa watu na kila kitu kwamba you did your God proud, na Mungu atakufanya uwe proud na yeye. Amen. Sasa mnatupigia zile mbili, zile za kualika watu kesho. Nasikia zile za kualika watu kesho. Kuna dakika ngapi? Hapana, nataka kunifinyilia. Tunapiga zetu 3. Nimeongeza moja. Nataka hivyo 2. Mtaimba 2 and then nataka kushinda Rogers ndio mniimbie kombeo ndio tunamalizia. Mnaimba zenu 2 and then tunamalizia. Mungu awabariki. Nataka kusema hivi, kesho saa 12 Chiamambia ankyo kule sabato chinse 12 Chiamambia bikeliga kiro muntu abere guchakera omo member of the county assembly Onyacheki Ruaro omo jumbe Innocent Obiri nomo jumbe Rangega omo Skimanduku naba jumbe Bonspi naba MCA Bonspi. This is the place to be. Abashiriki Bonspi bechi kanisa Chirangega nje uno molisi omanina general naba tere musiki chikanisa Mochangega egera toigwe na kego hiyo ni na mwelewi lakini tuni sawa. Aliyekuwa nyuma ya kamera anaitwa Wilfred Matembra. Kevin Ongeri kwa upande mwingine wa studio. Mimi ni mtayarishi wa kipindi hiki na kualika na kuambia kesho pia ni siku Arsenal Radio osisi ni wa Sabato. Till that time, God bless you. Bye bye. Whatever you do take care. Dear Lord, just like we did ask from the beginning, and has come a time too when we must say thank you because you led us this far. Baba Mungu, tafadhali mahali kila mmoja wetu alikuinua, tunaomba sifa na utukufu viwe kwako. Getembe na wote ambao wako mle ndani, waimbaji hawa na wale wote ambao walikuwa wakitutazama, na ndugu yetu Nyagaka na mke wake na wazazi wake na ndugu na dada wao na wazee wa kanisa na wote washiriki wa kanisa hili waliohakikisha kwamba tuko sawa katika kukuinua wewe. Mungu, baraka zijazo na Sabato ziwafikie kila mmoja, kwa maana Mungu unaweza. Usiku huu hali ya anga Baba, kwa njia ya kipekee tunaikabidhi mikononi mwako, kwamba siku hii ya kesho kila mtu akili na kinywa chake kuwa wewe ni Mungu na Baba na Mungu mwenye maumbile yote. Ardhi kuwe ni mahali unapokanyaga na mbinguni ndio makao yako. Wote tunakiri kuwa ni Mungu, sio sasa tu ila siku zote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tuanze. Dunia yatafuta amani ya kweli, lakini amani itoke wapi? Huku na kule ni machafuko, amani ya kweli hatuioni. Lakini wale walio ndani ya Kristo wana amani moyoni. Amani ile ya kweli, ile itokayo juu, haiji kwa silaha wala sio zawadi, toka juu kwake Mungu. Amani ile ya kweli, ile itokayo juu, haiji kwa silaha wala sio zawadi, toka juu kwake Mungu. Amani itokayo juu ni zawadi kwa wamchao Mungu. Heri kama dunia yote ingekuwa na amani ya Mungu, itakuwa amani moyoni kwa wote wamchao Mungu. Japo dunia imejaa maasi, shikilia pepo, amani iwepo. Hata wengi wakujua Mungu huishie kivulini kwako wapumzike. Dunia inahitaji amani itokayo juu, amani
yote. Ingekuwa na amani ya Mungu, itakuwa amani moyoni wa wote wamchao Mungu. Japo dunia imejaa maasi, shikilia pepo, amani iwepo. Hata wengi wakujue Mungu uishie, kivulini kwako wapumzike. Dunia inahitaji amani itokayo juu. Ndani ya Yesu kuna amani ya kweli, asili yake hutoka kwa Mungu. Mataifa yangejua hili, asingekwepo maasi na vita, umwagaji damu, chuki na dhuluma vingeweza kuepukwa. Mbinguni pake Yesu twaweza pata amani, hatimaye tupelekwe makao ya amani, paradiso yake Mungu. Mbinguni pake Yesu twaweza pata amani, hatimaye tupelekwe makao ya amani, paradiso yake Mungu. Amani itokayo juu ni zawadi kwa wamchao Mungu. Heri kama dunia yote ingekuwa na amani ya Mungu, itakuwa amani moyoni kwa wote wamchao Mungu. Japo dunia imejaa maasi, shikilia pepo, amani iwepo. Hata wengi wakujue Mungu uishie, kivulini kwako wapumzike. Dunia inahitaji amani itokayo juu. Amani itokayo juu ni zawadi kwa wamchao Mungu. Heri kama dunia yote ingekuwa na amani ya Mungu, itakuwa amani moyoni kwa wote wamchao Mungu. Japo dunia imejaa maasi, shikilia pepo, amani iwepo. Hata wengi wakujue Mungu uishie, kivulini kwako wapumzike. Dunia inahitaji amani itokayo juu. Amani itokayo juu ni zawadi kwa wamchao Mungu. Heri kama dunia yote ingekuwa na amani ya Mungu, itakuwa amani moyoni kwa wote wamchao Mungu. Japo dunia imejaa maasi, shikilia pepo, amani iwepo. Hata wengi wakujue Mungu uishie, kivulini kwako wapumzike. Dunia inahitaji amani itokayo juu. Siku ile watakuja wakisema, kwa jina lako tulitenda miujiza, na tena kwa jina lako Bwana tuliwahubiri watu wengi. Bwana atawaambia, tokeni kwangu, walisi waniitao Bwana Bwana, bali wanaotenda mapenzi ya Baba yangu wataingia njia ya kwenda mbinguni nyembamba. Yatupasa kujikana nafsi, si wale wamwitao Bwana Bwana, bali wanaomcha Mungu.
wataingia. Njia ya kwenda mbinguni nyembamba, yatupasa kujikana nafsi, si wale wamwitao Bwana Bwana, bali wanaomcha Mungu. Waheri walio wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri walio wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Wengi wapenda kupita njia pana, wakikana maagizo yake Mungu. Ibada yao ni machukizo, watajaburi jina la Bwana. Bwana anawajua walio wake, ni wale watendao mapenzi yake. Ajua wengine mbwa mwitu, tena manabii wa uongo. Waheri wanaomwabudu Bwana, wameyapinga fumbi la hila. Hao ndio watarithi ufalme, Mungu anapendezwa nao. wengi wapenda kupita njia pana, wakikana maagizo yake Mungu. Ibada yao ni machukizo, watajaburi jina la Bwana. Bwana anawajua walio wake, ni wale watendao mapenzi yake. Ajua wengine mbwa mwitu, tena manabii wa uongo. Waheri wanaomwabudu Bwana, wameyapiga fumbi la hila. Hao ndio watarithi ufalme, Mungu anapendezwa nao. Waheri walio wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri walio wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa
kuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza.